Habari za wakati huu mpenzi mfuatiliaji wa Yempe TV. Leo tunaangazia ukweli kuhusu ule mzigo uliokuwa uking'ang'aniwa kutolewa chini ya bahari. Inafahamika kuwa mzigo ule haukuwa wa kampuni la Azania kama wengi walivyodhani, bali ulikuwa ni wa kampuni moja inayojihusisha na vifaa vya kielektroniki. Azania walikuwa wasafirishaji tu, waliopewa dhamana ya kuhakikisha mzigo huo unafika salama kutoka bandarini. Sasa, twende kwenye tukio lenyewe. Ilikuwa tarehe 5 Disemba mwaka 2023, siku ambayo wakazi wa Kigamboni hawataisahau. Magari mawili ya mizigo aina ya Volvo yanayomilikiwa na kampuni ya Azania yaliteleza kutoka kwenye kivuko cha MV Kigamboni na kutumbukia mzima baharini. Inasemekana kuwa madereva wa malori hayo, baada ya kuingia kwenye kivuko, hawakuweka vizuizi vya tairi ili kuzuia magari kuserereka. Badala yake, walivuta tu handbrake kisha wakashuka. Habari njema ni kwamba hakuna mtu aliyepoteza maisha wala kujeruhiwa. Hata hivyo, ajali hii imeigharimu kampuni ya Azania kiasi kikubwa sana cha fedha katika zoezi la uokoaji. Ingawa baadhi ya vifaa vya kielektroniki vilivyookolewa vilionyesha kufanya kazi, kampuni iliyomiliki mzigo huo imekataa katakata kuupokea. Badala yake, wanadai mzigo mpya kabisa au walipwe gharama zote za ununuzi, kodi na usafirishaji. Kwa sasa, sakata hili limefika mahakamani. Kampuni ya vifaa vya umeme inadai mali zake, huku Azania nao wakilaumu uzembe wa madereva wao pamoja na wafanyakazi wa kivuko hicho. Je, kwa mtazamo wako, nani anapaswa kubeba lawama hapa? Ni kampuni ya Azania, madereva wa malori au wafanyakazi wa kivuko? Dondosha maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante sana.